Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika mafundisho yetu. Leo tunafikiria jambo la kutubu, toba, na ikiwa tumemkosea mtu, jinsi ya kuomba msamaha, yani kutubu kweli, sisi kwa sisi, lakini hasa toba sisi na Mungu. Mimi ni Mwalimu Mike na Mchungaji Mmasa. Asante sana kwa kuwepo na kufundisha pamoja na mimi. Mchungaji, unaendeleaje? Nashukuru Mungu, ninaendelea vizuri. Nimefurahi kwa siku ya leo kuwa na nafasi ya pamoja tuendelee na mafundisho. Ndio. Na jambo la toba, neno toba au kutubu tunasikia sana katika kanisa, tunasikia sana katika huduma ya uinjilisti, lakini nafikiri ni neno ambalo labda hatuelewi vizuri, hasa katika jambo la kumgeukia Mungu na kurudi kwa Mungu. Kwa hiyo katika kama huduma zako na uzoefu wako, umeona kuna changamoto gani au udhaifu gani kuhusu neno hili toba, katika kuelewa, lakini pia katika maisha ya watu, jambo la kutubu? Kuna changamoto ya ufahamu juu ya toba katika maisha ya sisi tulio wengi. Na changamoto hii imetuchanganya zaidi. Kwa hiyo tafsiri ni nyingi, uelewa ni mbalimbali kuhusu nini maana ya toba. Ukiongea na Wakristo, ukihojiana na watumishi na wafuasi, utawapata majibu mengi na mbalimbali sana. Lakini mwisho wa yote, fahamu zetu lazima zisahihishwe na Biblia. Kwa sababu wengi hatujibu kwa mujibu wa Biblia, ila tunajibu katika uzoefu wetu wa kijamii, kwa sababu hili pia linatajwa katika maisha ya kijamii. Lipo. Kwa hiyo wakati mwingine tunashindwa kutofautisha mtazamo wa jamii na mtazamo wa Kikristo juu ya toba. Katika Biblia tunaona Yesu anapoanza huduma yake anahubiri na anasema ufalme wa Mungu umekaribia, basi tubuni. Kwa hiyo ni jambo na ni neno muhimu sana, kwa sababu Yesu alianza kwa kusema ufalme unakaribia, halafu na kusema kutubu. Na toba na imani vinaendana pamoja. Kwa hiyo ni muhimu ya kwamba tunashika imani, kumwamini Yesu, na toba, kutubu dhambi, kutubu kuabudu sanamu, mambo hayo tunashika pamoja, imani na toba. Na kimsingi Biblia inatumia kama maneno machache na mawazo machache kuhusu kutubu, na maana yake ni kugeuka. Kwa hiyo ukiangalia kwenye waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike sura ya kwanza na mstari wa 9, hii ni kama mfano mkuu tunaona katika Biblia kuhusu toba. Anasema, kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu, jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu, na jinsi mlivyomgeukia Mungu, mkaziacha sanamu ili kumtumikia Mungu aliye hai wa kweli. Kwa hiyo tunaona walikuwa wanafuata dini nyingine, wanaabudu miungu mingine, walikuwa wanamkataa Mungu, lakini waligeuka. Kwa hiyo walikuwa na mwelekeo moja ambayo si sahihi, na walikuwa waligeuka, walibadilisha nia, walibadilisha mwelekeo wa maisha, ili kwamba watamgeukia Mungu na kurudi kwa Bwana. Na katika Agano la Kale neno kuu kuhusu toba ni kurudi, yani umeacha njia, umeacha Mungu na kurudi kwake. Agano Jipya neno ni kubadilisha mawazo au mwelekeo, nia ya maisha. Kwa hiyo toba kuu tunaweza kufikiria ni ile ambayo mtu anaokoka na anatubu, kama Wathesalonike anatubu kutokuamini Mungu, anatubu kufuata dini nyingine na anamgeukia Mungu. Lakini kwa hiyo tukianza hapa, halafu na baadaye tutafikiria jinsi ambavyo mimi naweza kutubu ikiwa nimekukosea wewe, na kwa jinsi gani naweza kutafuta upatanisho na wewe na kuomba msamaha. Kwa hiyo jambo la kwanza, lakini tukifikiri toba kuu, yani wakati mtu anapookolewa, tunawezaje
eleza hiyo toba kuu ili mtu apate kushika vizuri. Toba kuu inayofanyika wakati mtu anaokolewa ni ya kumwamini Mungu na kukubali sasa kuendelea katika uhusiano na Mungu kwa kumwabudu. Yeah. Yani alikuwa haabudu Mungu, anaabudu miungu mingine. Na sasa anapotubu anageuka kuacha ile njia ya zamani aliyoishi bila Mungu na kuabudu miungu mingine. Sasa anaingia katika kukubali Mungu, kuamini Mungu na kuishi kwa kumtegemea Mungu, jambo la maisha endelevu, jambo la uhusiano. Sasa ameingia katika uhusiano na Mungu. Kwa hiyo maisha ya kila siku ni maisha yenye uhusiano na Mungu katika. Kwa hiyo wakati mtu anaokolewa, hiki ndicho kinachofanyika. Anaacha njia ile ya zamani ya kuishi bila Mungu, bila kumwamini Mungu. Sasa anaingia katika maisha ya imani ya kumwamini Mungu, kumcha Mungu, kuabudu Mungu, kumtegemea Mungu, na safari hii inaendelea. Yeah. Kwa hiyo hii ni toba. Yeah. Hii ni toba kuu. Yeah. Na yale maisha ya kila siku katika uhusiano na Mungu, bado mtu huyu hajakamilika. Kwa anaweza kukosea hapa na pale. Lakini ana nafasi ya kuja kwa Mungu na kuomba radhi. Hii ni mtoto amezaliwa, tayari ana mzazi, ana baba tayari. Sasa maisha ya kila siku nyumbani kwa baba, anamkosea baba yake hapa na pale. Na anapokosa, baba anahuzunika na kosa lile la mtoto, lakini mtoto ana wajibu wa kurudi na kumwambia baba, nimekosa kwa hili, ninaomba radhi. Tayari ameshakuwa mtoto. Sio kwamba na hii Mungu atusaidie kweli, kwa sababu tunahitaji kuamini ukweli wa Biblia kwamba wakati mtu ameokolewa, ile toba kuu ya kuingia katika uhusiano na Mungu, tayari ameshazaliwa mara ya pili. Amekuwa mtoto mpya katika ufalme wa Mungu, amezaliwa mara ya pili. Kinachoendelea huku ni maisha ya uhusiano wa baba na mwana. Kwa hiyo tusiwaze kwamba mtu akiokolewa, akija kuanguka dhambini katika makosa mbalimbali, amepoteza wokovu wake na sasa hayuko tena katika uhusiano na Mungu ule wa baba na mwana. Hapana, mtoto akizaliwa ameshakuwa mtoto wa yule mzazi. Kwa hiyo ni mtoto wa Mungu, tayari amezaliwa. Makosa yake akiwa mtoto chini ya baba ni makosa ambayo anapaswa kuyaombea msamaha kwa sababu amemkosea baba, lakini jambo la uhusiano linaendelea. Linaendelea. Kwa hiyo hii ni toba kuu. Yeah. Yeah, ni jambo la uhusiano na Biblia, Agano la Kale hasa inatumia picha ya mume na mke wake, na mke ameacha mume na ameenda na kutumika na wanaume wengine. Na picha hii ni mfano, na Biblia inasema ni Mungu ni kama mume na wana wa Israeli au watu wake ni kama mke ambayo amekataa mume wake, ameenda kwa wengine. Halafu na neno wito wa kutubu, maana yake ni kurudi katika uhusiano ule uliokuwa nayo. Hii ni toba kuu, ni ile ambayo umeachana na Mungu, na sisi sote tumeachana na Mungu kwa sababu tunazaliwa kwa Adamu, na ni kurudi kwake katika uhusiano ule. Na mara nyingi tunaweza kuchanganya mawazo yetu, kuchanganyisha, kwa sababu tunasisitiza sana tendo baya fulani. Kwa mfano pombe, kutumia pombe au kulewa, na mtu anaweza kusisitiza sana jambo hili ni chukizo kwa Bwana, kwa acha. Na ni kweli ni chukizo kwa Bwana kulewa, na ni muhimu kuacha, lakini kuacha tendo si kitu isipokuwa umerudi katika uhusiano ule. Kwa sababu ukiendelea kuachana na Mungu, ukiendelea kumkataa, kuacha mambo hayo hayatakusaidia na uhusiano ule. Yule mke ikiwa
anaacha Mungu na anatumikia wengine, na hapo katika mahusiano hayo mengine yuko mzuri, hasemi uongo, haibi, lakini bado kuna shida kuu, tatizo kuu, ameachana na Mungu. Na katika kufanya uinjilisti, katika kusaidia watu kuelewa ujumbe wa Yesu na kuja kwa Yesu, tunapaswa kuwasaidia kuelewa ya kwamba kuachana na mambo maovu ni muhimu, lakini jambo la kwanza kabisa ni kurudi kwa Bwana. Yaani dhambi kuu si kulewa. Dhambi kuu ni kukataa Mungu na kuabudu miungu mingine. Na isipokuwa tunatubia dhambi hiyo, kuachana na mambo maovu hayatatusaidia, kwa sababu tunahitaji kuingia kwenye uhusiano ule. Kwa toba na imani ni pale ambapo tunaachana na kutokuamini Mungu, kutokujikabidhi kwake, kuabudu miungu mingine, kutegemea miungu mingine, kuishia mali, kuishia maslahi, kuishia burudani, na tunarudi kwa Mungu na tunasema na Mungu, sasa tutaishia kwako, tutaishi kwa ajili ya mambo yako na tutakutegemea wewe, si ndio mchungaji? Hii ni kweli kabisa kwamba mtu anaweza kuwa halewi, si jambazi, haibi, si mkorofi, mpiga watu mtaani, si mhalifu na akaingia kwenye rekodi za nchi kwamba huyu ni mhalifu, au rekodi za maisha ya kijamii. Si mtu ambaye jamii haimpendi kwa sababu ya tabia yake mbaya. Mtu anaweza akawa na hii hali, lakini bado hamwamini Mungu na haabudu Mungu, na hamtegemei Mungu. Kwa hiyo kutokuwa na rekodi za matendo mabaya haimaanishi mtu ameokoka. Haimaanishi. Lakini umuhimu ni kwamba toba ile kuu ya kwake ni namna anavyorudi kwa Mungu na kuingia katika uhusiano na Mungu kwa kutubu yale maisha aliyoyaishi bila Mungu, hata kama hakuwa na rekodi ya matendo mabaya yanayokataliwa na jamii. Wakati mwingine mtu anaweza kufikiri kwamba bora mimi nina nafuu kwa sababu sifanyi mambo mabaya, siumizi watu mtaani, siharibu mali ya wengine, mimi siibi, mimi sio kahaba au sio malaya, mimi nina mwenendo wangu tu mzuri ambao kila mtu kwenye jamii anakubali. Kwa mimi si ni mtu wa Mungu tayari? Mimi ni mtu wa Mungu tayari. Hii haitoshi. Inayotosha sana ni ile ya kwamba ninamgeukia Mungu, ninamtegemea Mungu, ninamcha Mungu, nina maisha na uhusiano na Mungu. Nimetengeneza kutoka njia yangu mbaya ya kuishi pasipo kumwamini Mungu. Kwa hiyo hii ni toba kuu ya mtu anageuka, anaacha njia yake isiyohusiana na Mungu, sasa anakuja kwa Mungu na anaishi katika njia inayohusiana na Mungu. Kwa hii ni toba kuu ambayo tunaizungumzia hapa. Kwa hiyo haitoshi kuangalia matendo. Matendo ni product ya matendo ni matokeo ya ule moyo. Ikiwa mtu ana moyo wa kumcha Mungu, utaona matokeo katika matendo yake. Kwa hiyo muhimu zaidi ni kile chanzo, sio matokeo. Kwa hii ni muhimu sana. Kujali kwamba toba kuu mazingira yake ni haya na inatupeleka kuingia katika uhusiano wa kudumu na Mungu. Na mifano katika Biblia, Yesu anatoa mfano kuhusu Farisayo na mtoza ushuru. Na Farisayo anaenda kwa Mungu na anasema ya kwamba mimi si kama watu wengine, na kama wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Kwa hiyo kiuraia, kijamii ni mtu mzuri, lakini hakuenda na Mungu katika uhusiano, lakini kwa kiburi, kwa kutegemea baraka kwa sababu ya matendo yake, si kuomba au kuwa na toba. Lakini yule mwingine mtoza ushuru
hata hakuthubutu kuinua macho yake kwa sababu alijua ni mwenye dhambi. Lakini aliendea Mungu kupata msamaha. Ninaomba unisamehe. Lakini labda mfano muhimu sana juu ya kutubu ni yule mfano wa Yesu anatoa kuhusu mwana mpotevu, lakini katika mfano wake kuna wana wawili. Na yule wa kwanza aliomba urithi wake kutoka kwa baba. Ni kwamba alikuwa anasema na baba, mbona hujafa bado? Ningependa wewe umesha kufa ili nipate urithi wangu na nipate kuishi. Lakini baba alimhurumia akampa urithi, lakini yule mwana alitumia vibaya. Halafu tukisoma, hii ni Luka 15, tukisoma mstari wa 17, na hii ni mfano mzuri wa kutubu. Inasema, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Kwa tunaona jambo la kwanza ni kwamba anagundua amekuwa mwenye dhambi. Anagundua maisha yake si mazuri. Halafu anasema nitarudi. Halafu nitaomba nipokelewe. Lakini tazama jinsi ambavyo anasema si stahili. Si stahili kuitwa mwana wako. Anatambua makosa yake. Anatambua ya kwamba hastahili tena. Lakini angalau nipe kidogo, kwa sababu kuwa karibu na wewe, kuwa na uhusiano na wewe, hata ikiwa ni mtumwa mtumishi, ni bora kuliko jinsi nilivyokuwa. Kwa hiyo labda mchungaji unaweza kusema katika huu mfano wao. Ndio. Huyu ni mtu ambaye alivunja uhusiano na baba yake na akaamua kuishi bila baba. Amemfanya baba hayupo, amemfanya baba marehemu. Kwa hiyo anaishi bila baba, anaishi kwa kujitegemea mwenyewe, na nadhani kwamba anaweza kujitegemea na kuishi bila baba, maisha yake yakaendelea. Alafu mwisho anagundua kwamba hawezi kuishi bila baba. Na baba yake yupo, hajafa, sio marehemu. Kwa hiyo kwa hali hii ya kumkataa baba na kuishi bila baba, nimefanya kosa, nimefanya dhambi, ninahitaji kurudi. Alafu anakuja. Na kuja kwake ni kwa unyenyekevu sana. Anaona hastahili kuwa mtoto wa huyu baba, angalau afanywe kuwa mtumishi. Bado kuna uhusiano wa mtumishi na bwana wake. Kwa hiyo anakuja kwa njia hiyo ya unyenyekevu kabisa. Alafu baba anampokea kwa kiwango cha mtoto aliyepotea, sasa anarudi. Kwa hiyo hii ni toba kuu sana, kwa sababu ni toba ambayo sio ya matukio, lakini ya kutengeneza uhusiano. Toba ya kupata uhusiano wa mtoto na baba. Kwa hii ni muhimu sana. Na hakutegemei chochote. Ndio. Si kwamba alienda kumdai baba, mimi ni mtoto, unipe hiyo. Lakini kama yule mtoza ushuru, anajua makosa yake, anajua hastahili chochote, lakini alienda kuomba. Na Yesu anasema baba alifurahi sana, kwa sababu moyo wa Mungu, moyo wa baba yetu mbinguni anafurahia sana wakati watu wanatubu na wanamrudia. Na huyu mwingine ndugu yake alipoona furaha ya baba alikasirika. Na kwa hiyo huyu bado japo hakutenda makosa kama yule mwana mwingine, hakumdhania baba yake vibaya kwa kusema afadhali ungekufa tayari, lakini hakuweza kushiriki na baba furaha yake. Hakuwa na
maoni, hakuwa na mtazamo kama baba yake. Kwa hiyo hakuwa na umoja ule katika mtazamo, katika kuwaza, katika furaha yake. Na hii pia ni kosa, kwa sababu yeye pia alikuwa na mwelekeo tofauti na baba. Hakuwa na furaha yake, hakuwa na mtazamo wake. Kwa yeye pia alipaswa kutubu, lakini hakuweza kufanya hivyo. Katika jambo la toba, tunaweza kusisitiza sana wajibu wetu, na ndio tunaitwa na Yesu kutubu, na ndio ni wajibu wetu kwamba tutaachana na mtazamo ule wa kuishi katika sanamu na kurudi kwa Bwana. Lakini Biblia pia inasema toba linatokea kwa sababu ya neema. Kwa hiyo katika Matendo ya Mitume 11 mstari wa 18 inasema, waliposikia maneno hayo wakanyamaza, wakamtukuza Mungu wakisema, basi Mungu amewajalia hata mataifa nao toba liletalo uzima. Kwa hiyo kwa sababu ya neema ya Mungu mtu anaweza kutubu. Mungu anaanzisha proses hiyo, anaanzisha mchakato huo, analeta toba. Na tunaona kwa mfano katika maisha ya Paulo. Kwa nini Paulo ni mfano mzuri wa neema ya Mungu kuwahi na kutangulia halafu na mtu kutubu? Mahali palipo na mahali tunapoona neema ya Mungu ni mahali pasipo na ustahili. Paulo, maisha yake ya kabla ya kuingia katika uhusiano na Mungu yalikuwa maisha korofi kwa watu wa Mungu, na alifanya kwa jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba anaharibu zaidi watu wa Mungu. Alafu Mungu kwa neema yake anambadilisha kabisa, anamstahilisha kabisa asichostahili kukipata, kwa sababu huyu alistahili kuhukumiwa. Alistahili hukumu kali zaidi kwa sababu ya kazi yake kubwa aliyoifanya ya kuharibu watu wa Mungu. Lakini Mungu anachagua asimharibu, asimhukumu, ila ambadilishe awe mtu mwema na afae kwa Injili. Kwa hiyo katika toba tunaona hiyo neema, kwa sababu ni wakati mtu anatubu, anastahilishwa kupokea asichostahili. Kwa hiyo anaingia katika uhusiano na Mungu, na Mungu anamfanya kuwa chombo chake, anamtumia. Kwa hiyo kuna neema katika toba, kwa sababu badala ya kustahili hukumu, sasa unapendo, unaonyeshwa huruma, unaonyeshwa upendo, na unaaminiwa kupokea wajibu wa kumtukuza Mungu kwa kazi. Na wakati Yesu alimtokea Paulo, Paulo alikuwa anaenda kufanya nini? Alikuwa anaenda kuharibu, kutesa watu wa Mungu. Kwa hiyo si kwamba Paulo alikuwa anaanza kuwaza Mungu na Yesu na kumtafuta Yesu. Lakini alionyeshwa neema, na kwa sababu hiyo aligeuka, aliacha mwelekeo ule wa kuudhi Yesu na akaanza kuhubiri na kumwamini Yesu. Okay, kwa hiyo neema inaleta kutubu. Matokeo ya toba umeshataja. Matokeo ama tunda ya toba ni pale ambapo tunaanza kuishi jinsi Mungu anavyotaka, na si katika ile hali ya uasi tena. Na mtu anapaswa kutubu nini? Kuna mambo mengi katika maisha yetu, na si kwamba toba inamalizika pale tunapookolewa, lakini ni maisha ya toba, na kila siku tunapaswa kuendelea kutubu mambo mbalimbali. Lakini ile dhambi kuu ya uasi tumetubu wakati wa kuokolewa, lakini sasa katika maisha yetu ya Kikristo tuna uhusiano na Mungu, tumezaliwa mara ya pili, ni watoto wa Mungu kama ulivyowahi kusema. Kuna mengi ya kuendelea kutubu katika maisha yetu
makosa yale yale ambayo ni sifa ya utu wa kale na si utu wa ndani au utu upya katika Yesu. Lakini hasa ni ile uasi ambaye akuabudu sanamu ambaye tunapaswa kutubu mara ya kwanza. Lakini tukifikiri sasa, mchungaji, jambo la sisi na sisi, Biblia inasema kuchukuliana na kusameheana, na ikiwa tumemkosea ndugu, lazima tuende na kupatana naye, na si kitu kidogo. Yesu anasema ni jambo muhimu sana, kwa sababu anasema, ukisoma Mathayo 5 na mstari wa 23, Yesu anasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, ende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Jambo muhimu sana, kupatana. Na hapa Yesu anazungumzia katika Agano la Kale na kwenda hekaluni, lakini bado katika kanisa ni muhimu sana ya kwamba tunaona kipaumbele tupatane sisi kwa sisi, kwa sababu Mungu ametupa umoja na inatubidi kuhifadhi umoja huo kwa kupatana ikiwa tumekoseana. Kwa hiyo mchungaji, labda tuanze kwanza kufikiri kwa vile ambavyo umeona, kuna udhaifu gani au changamoto gani katika mtu kutambua kosa lake na kuenda kuomba, au katika ya kupatana kuna vizuizi gani? Vizuizi vipo, kwa sababu panapotokea changamoto za kutokuelewana, kuna udhaifu unakuwepo, na kijamii inaonekana kukiri udhaifu ni jambo la aibu. Okay. Kijamii. Kwa hiyo mara nyingi udhaifu na tamalaki na vitendo vyake vinaonekana kwa sababu ya watu kutokuwa tayari kukiri na kuomba radhi, kwa sababu ina aibu ndani yake. Sasa hii ni njia ya kijamii, namna watu wanavyoishi, lakini sisi wa Kristo tuna kielelezo katika mambo haya na Yesu anatufundisha sana, na mitume wake wamefundisha umuhimu wa kupatana bila kujali kwamba kuna vikwazo vya hapa na pale. Kwa hiyo kama tunaweza kushika kielelezo cha imani ni tunaweza kutatua migogoro mingi, na kupatana kunaweza kuonekana kwa sana. Lakini changamoto inakuwa ni hiyo, kulinda udhaifu ili kulinda aibu kwa kutoonyesha udhaifu. Kwa hiyo hii ni changamoto inayojitokeza, lakini samahani, ni neno muhimu ya kwamba unachosema ni kwamba kwa sababu itaniletea aibu nikikiri au kutambua nimekosa, kwa sababu ni udhaifu. Sikuwa mtu mzuri, sikuwa mkamilifu. Je, hii pia ni shida kwa watu kuungama makosa ya mbele za Mungu na kutubu kweli mbele ya Mungu? Mbele ya Mungu, mtu kuungama, mtu kuto kutubu kwa Mungu si kwa sababu ya aibu, itakuwa ni upungufu wa imani. Okay. Kwa sababu Mungu si mtu na haonekani kwa macho, na haishi maisha ya kijamii kwa kushirikiana kila siku. Anaonekana, tunazungumza, tunatembea pamoja, tunafanya kazi pamoja. Kwa hiyo mtu akishindwa kutubu kwa Mungu juu ya dhambi yake, si kwa sababu kuna aibu, ni kwa sababu ya upungufu wa imani. Kwa sababu imani inatuongoza kumjia Mungu na kutubu kwake. Kwa ikikosekana, mtu haendi kutubu. Ila maisha sisi kwa sisi
ni kulinda udhaifu, kwa sababu kuna aibu. Yeah. Kwa hii ni changamoto. Yeah. Tofauti na ile ya kumwendea Mungu kwa toba. Yeah. Okay. Kwa hiyo jambo la aibu inamzuia mtu. Na labda pia watu ambayo wanajali zaidi heshima. Kwa hiyo kijamii tunaweza kusema labda ni mtu mwenye cheo. Mwanamume pia mara nyingi ni hiyo, wanaweza kuhofia zaidi aibu na itawazuia zaidi kuenda na kusema nimekukosea. Si ndio? Ndio. Kijamii wako watu ambao mara nyingi hawatarajiwi kuomba msamaha wa makosa yao. Ikiwa mtu ni tajiri kiuchumi, ana fedha, mkubwa kwa cheo, mkubwa kwa elimu, mkubwa kwa umri, mara nyingi hawawezi kutubu. Hata kama anajua kosa lake. Lakini anaona kukiri kosa ataaibika, atadharauliwa. Ni kama heshima inashuka. Kwa hiyo anajaribu kulinda makosa kwa gharama kubwa ya kutokutubu. Kwa hii ni changamoto. Ni kama jambo la kutubu limekadiliwa la watu fulani wa maisha ya chini, watu wasio na elimu, wasio na mali, wasio na madaraka, watu wa kawaida wanaoishi maisha yanayoonekana yanawategemea wengine zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku hawa ndio wanatarajiwa wataomba msamaha wa makosa yao, wakati mwingine hata kama hawajakosa. Lakini anaweza kuomba msamaha ili kutengeneza na mtu anayeonekana ni muhimu zaidi. Na anaweza kukubalika zaidi. Kwa hiyo anajaribu kutengeneza ili kuwa na uhusiano naye. So jambo ambalo labda tunahitaji kujifunza zaidi na kufundisha Biblia zaidi ni kuelewa heshima yetu ile ambayo tunapata kuwa watu wa Mungu. Na jinsi ambavyo Mungu anatupa heshima, ili kwamba hatupaswi kushika sana heshima ile ambayo tunapata kijamii. Hii si kwamba ni mbaya, lakini ikiwa inatuzuia tuishi kwa imani, ndio sasa imekuwa changamoto. Kwa hiyo ikiwa tunaweza kushika hii heshima, lakini si kwa nguvu, na kuanza kujifunza thamani ambayo tunayo katika Yesu, na sisi ni nani katika Yesu, na heshima tulio nayo, na kwamba hata tukiaibishwa kijamii, ikiwa tunaishi kwa imani, kuna heshima na utukufu hapa kwa Mungu. Si ndio? Ndio. Ikiwa mtu ni Mkristo kweli, jambo la Ukristo kwake ni jambo la uhusiano na Mungu. Hatashindwa kuomba msamaha kwa makosa yake. Kwa sababu huyu anajali uhusiano wake na Mungu, na hawa wanaokosewa ni watu wa Mungu pia. Kwa kutengeneza kuleta amani ni muhimu sana, anatoa kipaumbele kwa sababu Mungu anamtaka yeye afanye hivyo. Imani yake inamtaka yeye afanye hivyo kwa sababu ni mtu wa imani. Hapaswi kuyaishi maisha ya nje na imani kwa kulinda heshima yake na aibu yake, na huku amefanya uhalifu na amekosea na ameumiza wengine. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa, ikiwa hii ni tabia ya mtu, kwamba atalinda heshima yake kwa gharama zote, lakini tu asiombe msamaha, inawezekana kwa kiwango kikubwa hana maisha ya imani. Na hajali uhusiano wake na Mungu. Lakini kwa kweli Biblia inatuhimiza kupatana, na ili jambo la kupatana likamilike, ni lazima mkosaji ajue kosa lake. Alafu aelewe madhara ya kosa lake kwa yule aliyemkosea. Na 3, aombe msamaha. Alafu 4, aahidi kutokurudia alichokitenda. Hii italeta upatanisho wa kweli.
na ili haya yafanyike ni lazima huyu mtu awe na uhusiano kweli na Mungu, awe ni Mkristo kweli, kwa sababu hii ni tabia ya Kikristo. Ikiwa tuna imani ndani ya Kristo, ile imani inazaa matunda, na haya ni matunda ya imani, kwamba mtu anaweza kuelewa namna amekosa, mtu anaweza kuelewa namna ameumiza wengine, mtu anaweza kuelewa umuhimu wa kuomba radhi, na mtu anaweza kuelewa kuahidi kwamba nitajitahidi kuboresha hii hali isijirudie. Hivi vitendo vitafanyika pale ambapo mtu huyu anaishi maisha ya imani. Vinginevyo itakuwa ni ngumu sana kuyakataa. Anakataa maisha ya imani, anakataa maisha ya uhusiano na Mungu, anaishi maisha yake yeye. Yeye ni kiongozi wa maisha yake, na mwongozo wa namna ya kuishi na wengine chanzo ni yeye, namtegemea yeye, sio Mungu, sio Yesu, sio Injili, sio neno. Yuko mbali na Mungu. Sasa anaishi maisha yake, kwa hiyo anafikiri kilicho bora kwa ajili yake ni nini, na anafanya bila kujali wengine inakuwaje. Na changamoto ni kwamba tunaogopa aibu, lakini ikiwa hatupatani na mtu, tunapata gharama kubwa sana kuliko aibu, ambayo ni kwamba hatuna amani na mtu. Lakini tukiweza kupokea aibu kidogo, ya kwamba mtu anajua, tunakiri ya kwamba nimekosa, ambayo huyu mtu tayari anajua amekosa kwa sababu anaumia kwa sababu ya kosa lako. Ikiwa tunaweza kumeza hii aibu kidogo, tutapata thawabu kubwa ambayo ni kupatana. Na huyo ambayo tunaenda kwake kuomba msamaha na kusema nimekukosea, hawezi kufikiri vibaya juu yetu. Atakuwa na furaha kwa sababu unampenda na unamheshimu, kwa sababu unatafuta upatanisho naye. Kwa hiyo jambo labda tunahitaji kujiuliza ni kwa nini sitaki kuenda na kuomba msamaha au kutambua kosa langu. Na ikiwa ni hofu au ikiwa ninaogopa aibu au kitu kingine, tujaribu kuangalia Biblia na kujikumbusha Injili na kuishi kwa imani katika hayo. Lakini pia ulitaja hatua za kuenda kwa mtu, na ulisema sikumbuki vizuri, lakini jambo la kwanza ni kutambua kosa. Halafu na unaenda na hatua ya pili ni kutambua athari ya makosa yale. Kwa hiyo unatambua kosa, kile ambacho ulifanya. Halafu na unaweza kuonyesha ya kwamba unaelewa maumivu, athari ambayo imesababisha. Halafu na unaomba msamaha. Halafu na ile ahadi ya kwamba utajitahidi kufanya bora na si kurudi. Na ndio, kama kuna neno umetamka, kwa watu wanaopatana, mkosaji anapofikia ile hatua ya 4, amefanya ya kwanza, ameonyesha ameelewa kosa lake, ameelewa athari ya makosa yake, na ameomba kusamehewa. Hatua ya 3 na ya 4, kuomba kusamehewa na kutoa ahadi ya kujiboresha ili usirudie kosa lile. Hii inatia moyo sana kwa aliyekosewa na kukubali kutoa msamaha. Inatia moyo sana, inamjenga sana, inamuimarisha sana, na inaboresha ule uhusiano, kwa sababu hapa pia pana jambo la uhusiano. Kwa sababu kunapokuwa na jitihada za kupatana, maana yake kuna shida ya uhusiano kutokana na kosa yaliyofanyika na maumivu yaliyojitokeza. Kwa hiyo ili kufikia hatua ya kurejesha uhusiano na maisha yaendelee kawaida kila siku, ni zile hatua sasa za mtu kusema
amekosea, anaomba msamaha, amekosea, na anaahidi kujitahidi kuboresha ile hali ili asirudie kwenye kosa lile, kwa sababu limewasumbua sana, limewaumiza. Kwa hiyo inatia moyo sana, na hii ni njia ya Kikristo kabisa, kwamba hatutafika ile hatua ambayo Yesu amesema. Ikiwa mtu umemwambia umenikosea, umeniumiza, na haelewi, alafu naita mtu wa pili, najaribu kufanya hiyo suluhu na haelewi, alafu Yesu anasema ikishindikana liambieni kanisa, na bado haelewi, moyo umeendelea kuwa mgumu, alafu mwisho anasema basi mhesabuni kama mtu asiyemjua Mungu. Hii hatua ni ngumu sana. Hii ni hukumu. Kwa hiyo kabla ya kufika hizi hatua, inaishia pale kwenye wakati wa kupatana, mtu ametambua kosa, ameelewa athari, ameomba radhi, na ameomba ataboresha hali yake sijirudie. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri ya Kikristo inayohitajika kufanyika, badala ile ya hukumu, kwamba huyu mtu hajaelewa chochote katika mazungumzo yote yaliyofanyika, na sasa mchukulieni kama mtu asiyeamini Mungu. Na jambo ambalo labda tunahitaji kujikumbusha pia ni jambo la maelezo au udhuru, ambayo ni rahisi kwa sababu ya udhaifu wetu. Ni rahisi tunapotambua kuna kosa, nimekosa, lakini hatutaki kusema kosa ni la kwangu kabisa na nimefanya kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Tunataka kueleza kosa limetokea kwa sababu ya mazingira, au kwa sababu ya kitu kingine, au ni mtu mwingine, na tunaweza kwa namna hiyo kulaumu watu wengine, au kulaumu mazingira, hata kulaumu Mungu. Tunaona pia katika Biblia kama hiyo. Wengi wanasema shetani alinisababisha. Hii haiwezekani. Ni wewe uliyefanya. Lakini jambo ambalo ikiwa unafanya hivyo, unachosema ni kwamba kosa si la kwangu. Kwa hiyo nitaomba msamaha kwa sababu ndio lazima, lakini si tubu kwa sababu si mimi niliyefanya. Okay, labda ninasema samahani kwa sababu nimekasirika, lakini nilikuwa ninachoka sana, au kuna pressure nyingi kazini, kuna mambo mengi, au tulipata shida nyumbani kwa sababu ya mvua, na kuna matatizo mengi. Kwa hiyo labda mambo hayo ni kweli na ni maelezo, lakini si udhuru, kwa sababu hukupaswa kukasirika. Uliweza hata hivyo kuongozwa na Roho na kuishi kwa imani na kumtendea mtu kwa upole na unyenyekevu. Kwa mambo kama hayo yanatokana na asili yetu ya uasi na dhambi na udhaifu wetu, lakini yanaharibu kuomba msamaha, yanaharibu toba, na yanaharibu ile kama kujaribu kupatana. Kwa ni nzuri na muhimu tusitoe udhuru, tusilaumu kitu mwingine, lakini tunasema ni mimi niliyefanya, si mwingine, kama Daudi anavyosema Zaburi 51, mimi nilifanya, si mwingine. Lakini jambo lingine muhimu katika hali ya toba, kuna watu ambayo wanajuta matokeo ya kosa, hawajuti kosa lenyewe. Kwa hiyo wanaiba, wanakamatwa na wanaadhibiwa, halafu wanaambiwa tubu, na wanasema samahani kwa sababu ya adhabu na kuepukana na adhabu. Lakini kosa kuiba, wataiba tena, lakini mara ijayo watahakikisha hawakamatwi.
na Wakristo wanaweza kufanya hivyo pia, na watu wanapojaribu kuokolewa, ni kwamba hawatubu kosa, wanajuta ya kwamba kuna matokeo mabaya, na watasema watafanya maneno ya toba au matendo ya toba, lakini hawatatubu moyoni, kwa sababu wanataka kuondoa hasira ya mtu au kukwepa adhabu. Lakini Biblia, na hasa ni katika Wakorintho wa pili sura 7, Biblia inatutia moyo tusiwe na toba hii ambayo ni toba ya kidunia, lakini tuwe na toba kweli ambayo inamcha Mungu kwanza, lakini pia inajuta kosa lenyewe. Nimetenda au nimesema vibaya na ninajuta hivyo. Na hii toba kweli litatokea hata kama hatukamatwi, hata kama hatuna mtu ambaye anakasirika, hata ikiwa hakuna sababu ya kuomba msamaha na mtu na kupatana. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunajua matendo hayo na maneno hayo na mawazo hayo si jinsi inavyonipasa kuishi sasa katika Kristo, na tunaanza kujuta mambo yale yale. Kwa hiyo kuna jambo muhimu hapa pia, mchungaji. Ni kweli kabisa. Njia ya Kikristo ya kufikia matengenezo ya upatanisho, hatuhitaji udhuru wote ili kufikia hatua hii. Kwa hiyo ni kwa mtu, anachopaswa kufanya ni kukiri kosa kwa sababu amekosea, na lazima aelewe hiyo kwa dhati kabisa kwamba nimekosea, ili ni kosa langu. Sababu zote za kupelekea kukosa sio muhimu, ila muhimu uzingatiwe kwamba nimekosa na ninahitaji rehema, na niombe rehema tu bila kuleta udhuru wote. Kwa sababu kusameheana ni kuchukuliana katika udhaifu na sio malaumu. Kwa hiyo hii ni muhimu sana. Na hii ya pili inakuwa kama matokeo. Kwa hiyo tukibaki na ya kwanza ya kuomba radhi kwa sababu nimekosea, italeta baraka nyingi za kusamehewa na kuwa na amani, na itaonyesha huyu mtu ni mkweli na anaweza kuaminiwa kwamba hii toba nayo iomba ni ya kweli. Na ni rahisi kujenga trust kwa wengine kwamba huyu mtu hadanganyi, huu ni msamaha wa kweli anaoomba. Kwa hiyo hii kiroho itaburudisha watu. Kabisa. Na inaweza kupelekea kupendwa zaidi, kwamba tunahitaji mtu wa aina hii, anayeweza kutubu kwa sababu ya kosa lake bila kutafuta nani amesababisha au nani amechangia yakosea. Na ni kweli kwamba katika kila mgogoro, kwa asilimia kubwa, mgogoro unahusisha pande mbili. Kwa hiyo inawezekana pande zote zinahusika. Lazima, Kwa hiyo sasa hata kama zinahusika, lakini ikifika mahali nahitaji kuomba msamaha kwa sababu nimekosea, ni lazima niombe msamaha kwa sababu nimekosea, sio ni laumu kwamba lakini wao umesababisha mimi nikosee. Yaani nikifikia hatua ya kulaumu, maana yake msamaha wangu si wa kweli. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao ni waaminifu kwa Mungu, wanaweza kuwa waaminifu kwa wengine na kusema ukweli. Nafikiri hii itajenga sana. Sana. Na nashukuru sana kwa sababu umeonyesha baraka ambayo tutapata ikiwa tuna hali hii ya unyenyekevu ya kutambua makosa, kuomba msamaha na kuwa tayari kusamehe pia, na kuwa na hali ya kutaka na kuthamani upatanisho, mimi na wewe, sisi na sisi. Ni jambo muhimu, ni jambo ambalo ni ngumu sana, na tunatambua hiyo ni ngumu sana, kwa sababu labda kuhofu aibu, labda nyingine ni ngumu sana. Na kwa hiyo kwa sisi sote, si tu wa Kristo wachanga,
lakini kwa sisi sote tunahitaji kuvumiliana, lakini pia kuhimizana na kusaidiana, kuchukua mtu kwa mkono mara nyingi na kumpeleka na sindikiza ili aweze kufanya. Ya, labda ile ya pili nadhani ina changamoto ile ya matokeo, kwamba mtu haoni kosa lake na kuwa tatizo la kulitubia, lakini atafikia hatua ya kutubu kwa sababu ya adhabu aliyopewa. Hii bado haiwezi kuleta toba ya kweli, kwa sababu umuhimu zaidi, uponyaji lazima uanzie ndani. Mtu apone kutoka ndani, sio nje. Hii ya ndani italeta uhuru wa kweli na amani ya kweli. Ni kama mtu anayekubali kufa. Kwa mfano Paulo anakubali kufa kama sehemu ya matokeo ya kazi ya Injili. Kwa yuko tayari kufa na yuko tayari pia kuishi. Sasa ikiwa mtu amekosea na amepewa adhabu, lakini uzito wa adhabu ndio utamfanya aombe radhi, maana yake toba yake sio ya kweli, lakini ni kama anajaribu kupunguza ile adhabu au uzito wa ile adhabu, angalau uwe chini kidogo, kwa sababu tayari anaingia kwenye kuumia. Kwa hiyo umuhimu ni tuwekeze kwenye kutubu kosa na kukubali matokeo ya adhabu ya kosa letu. Hata Mungu amefanya hivyo. Tunaokolewa kweli, tunasamehewa kweli, hatuko chini ya hukumu kweli, lakini matokeo ya kosa letu yametuletea kifo cha mwili. Kwa hiyo waliookolewa na ni watu wa kiroho sasa wanakufa kifo cha mwili, na wale ambao hawajaokolewa na wanakufa kifo cha mwili. Kwa Mungu amefanya kifo cha mwili ni matokeo ya dhambi zetu. Yeah. Kwa hiyo kila kosa lina matokeo yake, na adhabu yake inapaswa tu kupokelewa. Inawezekana kwa mfano mtu akifanya uzinzi leo, alafu kumbe kupitia hili kosa amepata HIV positive. Lakini anaweza kutubu ile dhambi ya kufanya uzinzi na Mungu akamsamehe. Lakini inawezekana hii HIV positive iendelee kubaki vile vile kama matokeo ya kosa lake. Kwa hiyo huzuni isiwe kwa nini nimepata hii, na ni ajaribu kujitahidi sana kwenye mikutano ya maombi kuombewa ili ipone. Lakini kwa sasa, kwa sababu ya matokeo haya, umuhimu awekeze kwenye uhusiano wake na Mungu, kwamba Mungu amemsamehe na anaweza kuwa na amani ya kusamehewa na Mungu katika kosa hili, na aendelee na maisha kwa kujikabidhi kwa Mungu. Hivyo. Kwa hiyo umesema kitu cha kweli sana kwenye maisha yetu leo ya kijamii. Mtu anapaswa kutubu kosa, kukiri kosa, na sio kushughulika na ile adhabu aliyopewa kwa sababu ya kosa lake. Asilaumu ile adhabu, asilalamikie ile adhabu, na hata kuomba labda ipungue. Lakini muhimu ni aonyeshe hii ya kwanza aliyofanya ni kosa lake, na aonyeshe kwamba hata matokeo kosa lake ameyastahili, na labda atapata rehema. Sasa hii iwe ni juu ya aliyekosewa, ikiwa kuna matokeo yanayolazimika kutoka hapo. Asante sana. Mambo mengi leo, na mambo ya kutafakari. Mungu atusaidie, atupe moyo wa toba la kweli, tuweze kuachana na wasi na kuabudu sanamu na kumgeukia Mungu, lakini pia kwa sababu ya neema yake katika hiyo tuweze kutafuta kupatana sisi kwa sisi, na kuwa watu ambayo tunaendana katika kweli,
na kutokuogopa aibu, lakini tuweze kutambua makosa yetu na kuomba msamaha, na Mungu atusaidie. Asante kwa kuangalia na kusikiliza. Karibu kushirikisha na marafiki, na ikiwa na swali ama maoni, karibu kuandika chini.